ufalme wa Mungu umekaribia. Na kwa siku ya leo vile vile tutaendelea katika teme hiyo. Kwa majina ninaitwa Furaha Ngalula Aloise. Jia kufungua Biblia zetu katika kitabu cha Mathayo mtakatifu sura yake ya 3 mstari wa 1 hadi 3. Tunaenda mpaka 3. Tafadhali. Biblia inasema hivi. Nasema nini? Siku zile aliondokea Yohana Mbatizaji akihubiri katika nyika ya Uyahudi na kusema, tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Ya kwamba tubuni kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Ashukuriwe Mungu wa mbinguni, yeye ambaye alikutanana na Yohana Mbatizaji akaweka neno lake la uzima, ili watu ambao walikuwa katika uovu wamgeukie Mungu. Akaweka neno ndani yake. Biblia inatuambia kwamba Yohana alipita katika nyika ya Uyahudi. Hakukuwa na maneno mengi. Ya kwake ilikuwa tubuni. Tubuni maana ufalme wa Mungu umekaribia. Tubuni maana ufalme wa Mungu umekaribia. Haleluya. Jina la Bwana litukuzwe. Ni nini kutubu? Tunaingia katika somo letu. Tusome Methali 28 mstari wake wa 13. Biblia inasema ya kwamba azifichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye aziungamaye na kuziacha atapata rehema. Alafu kutubu ni nini? Ni kukiri, ni kuacha. Alafu watu wanakuangalia, je, ameacha? Kukiri ni kusema kile ambacho umekifanya, ile dhambi uliyoifanya. Na tangu leo unaanza sasa, nimemkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wangu. Unakiri. Hatua nyingine ni kuacha. Mtu anaweza tubu dhambi, lakini anang'ang'ania dhambi yake. Na nitakwambia mpendwa, tuna aina mbili ya dhambi ambazo tunatakiwa tutubu. Dhambi ya kwanza ni ile ambayo inayoonekana kwa macho ya watu. Mtu anaweza kuwa mlevi na watu wote wanajua kwamba ni mlevi. Hiyo ni dhambi inayoonekana kwa macho ya watu. Unapoona kwamba ni mzigo ambao sasa umekulemea, ni lazima useme nimechoka na ulevi, na tangu leo nakuja kwa Yesu, sitakunywa tena. Kiapo hicho nakitia. Dhambi ya pili ni dhambi ambayo unaitenda isiyoonekana kwa macho ya watu, na hiyo ndiyo dhambi ambayo inatupeleka pabaya. Watu wanafanya hizo dhambi katika giza, wanajua kwamba hatuonekani kwa macho ya watu. Ule nishaua zamani roho yangu, na unajiita Mkristo kwenye interrogation. Hizo dhambi zinatusumbua, zinamaliza watu. Hasira, unakuta mtu ana hasira, anapokasirika anataka hata ameze mtu. Hizo zote ni machukizo mbele za Mungu. Mafarisayo walivaa nguo nyeupe, waliingia ndani ya sinagogi, walitoa zaka zao kama vile tunavyofanya leo, lakini ndani yao walikuwa ni mbwa mwitu, walikuwa ni wachafu kuliko hata watu wasioamini. Ndivyo walivyo watu wa leo, ndivyo walivyo wamama wa leo. Lakini hao tena shetani yuko karibu sana kuwavunja na kuwaharibu. Fanya angalisho na wamama, hasa mama ambaye haokoji. Je, uko Mkristo wala ni karama tu kwa sababu Mungu ni wa vile tu? Tubuni maana ufalme wa Mungu umekaribia. Neno ufalme ni nini? Ufalme, tunaposema ufalme, tunasema ni serikali ya Mungu, ni nguvu za Mungu, ni
sura yake ya 4 aya yake ya 17. Yohana alianza sema neno hilo. Yesu naye katika Injili naye akasimama akiambia watu ya kwamba tubuni, maana ufalme wa Mungu umekaribia. Ikaleta dugudugu. Alipozaliwa Yesu, maandiko matakatifu yanasema ya kwamba uweza wa kifalme utakuwa mabegani mwake, naye ataitwa mfalme wa amani, baba wa milele. Full stop. Mengine jaza mwenyewe. Sasa kwa nini mfalme amezaliwa? Naye tena anaambia wanafunzi na watu ya kwamba tubuni, ufalme umekaribia. Sasa huo ufalme ni nini sasa? Kumbe Yesu Kristo alikuwa akiandaa watu ya kwamba zile nguvu za Mungu, ya kwamba nguvu za Mungu zinahitajika sasa zishuke, kwa sababu watu wamesikia neno la Mungu. Sasa watu wajitengeneza vizuri, maana zile nguvu za Mungu zinataka kushuka. Bwana Yesu asifiwe. Hizo nguvu nakwambia zikishuka, hakuna falme yoyote ile ambayo inaweza kusimama. Kila mtu ana sarenda. Amen. Amen. Kila mtu chini. Hata uchawi ya familia yako inapiga saluti. Kila blokaji ambazo unaona kwamba huu ndio mlima, hita ule ufalme unaposhuka, hakuna cha kuogopa. Bwana Yesu asifiwe. Utaua mwili, huu mwili wa udongo utaua, lakini roho haugusi. Na hiyo ndio Bwana anaacha nayo. Haleluya. Bwana anaacha ya moyo, hana haja na mwili. Tutapokufa tutaishi milele. Amen. Ya kwamba ufalme wako uje Baba. Mathayo sura ya 6 aya yake ya 9. Yesu anaambia wanafunzi wake siri kubwa ya ule ufalme. Chapia ufalme makofi. Chapia ufalme wa Mungu makofi. Haiko makofi yangu, siwe mchoyo mpaka pale. Haupigi furaha makofi, haupigi pasele makofi. Ni ule ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anawaambia siri kubwa. Mtakaposali salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni. Njoo kwenye tunatoka ule ufalme, na jina lako Baba litukuzwe. Jambo ambalo akawaambia kwamba hapo ndio nataka sana ufalme wako uje, ya kwamba bila kuwata mbinguni na mbinguni hapa chini ya jua. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana tuogopi, kwa maana ufalme wa Mungu kisha simama, hakuna wezaye kupinga. Mungu hana kitu cha ghafla, no. Ni neema ya Mungu ambayo inatufanya tuwe jinsi tulivyo. Ni mapenzi ya Mungu ambayo mbingu zilikubali vile, zilipangilia ule mpango. Katika ufalme Mungu ametupatia mamlaka. Upewe sifa Bwana. Mungu ametupatia uwezo. Hata mapepo inaweza kusimama hapa, kwa sababu tuna ule ufalme, tumepewa mamlaka. Hatukuiomba baba yetu ambaye ni wafadhili nyingi, ametupatia nguvu, ametupatia mamlaka. Tunayo hatuna nayo? Tunayo hatuna nayo? Safari tusipunguziane mwendo, tusipunguziane mwendo. Ikiwa wewe ni jeshi ambalo unalinda usalama, mimi ni mpambanaji, mwingine ni mlinda usalama, mwingine yeye ni wa habari njema. Sote tunafanyika nini? Majeshi ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika hizi ni ambazo tulikuwa nazo hapa za majeshi, tulikuwa najua majeshi kwa mivalio na hata ubebaji silaha wako. Tunasema hapa ni bafulani, sita bataya nisiko mchonganishi. Unakuta askari anaitwa askari na anajibia kwenye niko ni askari.
wakitembea barabarani, wote wanatembea kwa mstari. Silaha zao zinamkamatia mmoja, kila mmoja amebeba, na kila mwingine hivyo hivyo na mwingine hivyo hivyo. Utakuta kuna vikosi wanapotembea, silaha zao, midomo ya silaha inashuka chini. Hata ikija hasara haitasumbua mtu. Wengine wanapobeba silaha, ule vile mama Kademika kikutanana naye anaanza tafuta nyumba yenye iko wazi iko wapi. Lakini Mungu anapenda jishushe ili akusogeze, umrudie, uje kwake, upate uzima wa milele. Baba goshere. Baba goshere mama. Muitike, mutitike. Nasema kwenye madhabahu waheshimu. Usipomshika vizuri huyo anaenda. Ni Roho Mtakatifu akaona ya kwamba maarifa yote iko katika Yesu Kristo. Tunapowafundisha watu uzima wa milele, tunapokuwa na wamama ambao wamejawa na Roho Mtakatifu, hata ndani ya nyumba zao wataziongoza hizo ndoa bila kuwa na mwalimu jirani, lakini wana mwalimu Roho Mtakatifu. Ni roho. Absence ya Roho Mtakatifu ndani ya maisha ni anguko kubwa katika familia, ni anguko kubwa katika ndoa. Ndio maana tutunze kwanza nyumba zetu huko tunakotoka. Hautakuwa Mkristo kama neno la Mungu aliko ndani yetu. Kuna wababa ambao simu yake, kuna wababa ambao wako na kode ndani ya telefoni, mama sigusi. Amen. Mtu haiko tranquile na simu yake. Simu zinakuwa na makode, mama na akse. Na huko nasema tuko mwili mmoja. Ule mwili mmoja umetengana wakati wa simu. Na huko tunasema kwamba tunaenda mbinguni. Huko tunasimama hata kwenye madhabahu tunamtangaza Kristo. Mbingu ya wapi yenye utaingia papa? Mungu angenisaidia nizaliwa hata hii wakati. Hata hii wakati tena Mungu angali na kreye. Biube bigile vya mzuri. Habitaisha, utajiua bure. Vya mzuri viko mbele, ndio kisi wanatuambia. Mwanamke sio sabuni. Mwanamke sio ngogo. Ukienda dukani, unakuta kuko sabuni mbili. Moja haijafulia, nyingine imeshafulia. Tunaweza uza sabuni gani? Meile ya kidogo iko na bei chini. Mtu anaweza uza sabuni ya kipande, imeshafulia na ya mzima iko. Mama anatuambia njoo binti. Kama watu wengi wamekufulia nguo, wanazifua wanazianika, alafu miaka inaenda, huku unaanza tafuta nani mwenye atajipresentea nichukue. Utasema umelogwa, kumbe haujalogwa na mtu, ni tabia zako peke yako. Uzuri unapoteaka. Suangalie sura ya mama yako kwanza. Alikuwa mzuri, lakini kwa sababu siku zinaenda, unakuta mama anaenda na promo. Ataji kuwa mzuri namna gani? Tulia binti. Vijana wasikusumbue, no. Chunga ubinti wako, heshimu mwili wako. Mwili wa mwanamke unapaswa uheshimike. Sio kuvalia tungo tufupi, hapana. Ya kwamba nataka langu hivi ndio siri ya bafi. Uko unajiuzisha. Hapo vaa nguo ambazo hazikusitiri mwili. Unaanza jisolde. Mungu wapi yangu binashuka? Wangapi unashusha heshima yako binti uliye hapa? Biblia inatuambia kwamba dhambi zote zinafanyika nje ya mwili. Lakini dhambi ya tendo la ndoa, kama ni baraka ndio watakuachia. Kama ni laana nazo umezibeba. Tunapokuwa ndani ya kanisa ndio hatutakataa kufanya ndoa dada na kaka ndani ya kanisa, lakini sio kwa michezo. Sio kwa michezo. Kama hujakuwa na decision juu ya mtu fulani, arete mbele ya wakati. Ufalme umekaribia. Hautaki wanyonge, hawataki watu walio waovu. Wale waliosafisha mavazi yao katika damu ya Yesu Kristo ndio watakao uone ule ufalme, na ndio watakao urisi ufalme.
aliona. Ufalme wa Mungu umekaribia. Tengenezeni njia zenu, yanyosheni mapito ya Bwana ili Bwana apite. Tusivalie suruali wala gauni nyeupe kama walivyovaa Mafarisayo, lakini ndani mwetu ndipo tunahitaji tusafishwe. Matendo ya Mitume 3 haya yake ya 19 inatuambia tubuni basi, tubuni basi abecha amwilo beliva. Tubuni basi, Mungu iko natumia lugha zote. Bwana anaaja kwamba turejee. Wajua matendo yako mama, wajua matendo yako baba, wajua matendo yako kaka uliye hapa. Usijifanye wewe ni bingwa mabingwa, no. Shuka mbele za Mungu.